Bwana, mambo vipi? Dodoma hapa ni HMD na mimi ni ripota wako kutoka Wiso Media. Nimekutana na bwana CEO hapa kutoka HMD. Mambo vipi brother? Sana misho vipi? Safi kabisa. Kinyamwezi umepoa, ofisi imepoa, wateja wako wanafurahi wakija hapa na Mungu ana bless kwa sababu ndio kitu tunakipenda. Tunafanya kitu ambacho tunapenda. Nimeenjoy sana kufika hapa. Sehemu nzuri sana. Dodoma hakuna chimbo kama hili na of course. Naamini namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, sasa juzi nimepita katika page yako nikaona umeweka ka intro fulani hivi ka Kinyamwezi kwamba unaachia ngoma. Of course ni kitu ambacho wengi hawakutarajia kama sisi tutafanya, lakini sisi ni watu ambao kila siku tunawaza ni njia gani ya kitofauti ya kuwafikia wateja zaidi. Kwa hiyo pia hiyo ni moja ya market strategy ambayo tulikuwa nayo hapa ofisini, nani wazo la muda mrefu, lakini kila wazo linakuwa na muda wake. Na sasa muda wake wa kulitimiza umefika, that's why umeona tumelifanya. Tayari imekamilika na sasa hivi nadhani Jumatatu tunaenda kushoot video kabisa. Yes. Umejipanga. Kitu ninachokiamini kwamba kwenye hii sekta wewe ni mwanzilishi pia, hakuna kwamba mtu anaweza kujibrandi kama wewe. Una strategy, una mbinu nyingi. Siwezi kuamini kwamba hakuna, lakini kila mtu anafanya kutokana na uwezo wake wa kufikiria ambapo unaishia. Inawezekana mimi nimefanya hiki nikaona best, lakini akaja mtu mwingine akafanya best kuliko hichi. Kwa hiyo kila binadamu Mungu amemuumba akampa kitu cha tofauti ambacho anaweza kufanya na watu wakashangaa, why mtu kafanya hivi. Na kile kionjo fulani hivi unaweza ukakipiga kidogo hapa akapela nikakasikia kale kakijanja ni Kinyamwezi. Ile na pikipiki zetu zinafaa kutumika kuongeza shape. Pikipiki zetu zinafaa kutumika kuongeza shape. Umewaza bali. Hiyo shape sasa shape gani bwana? Shape wewe ukisikia shape unaelewa nini? Mimi najua mambo fulani ya mjinjuko ambaye hapendi kichomvuringo. Shape ni kama muundo tunasema. Shape ni kama muundo, sasa inategemea ni muundo wa nini. Unafahamu kuna shape, kuna muundo labda shape ya kitu fulani, labda shape ya gari iko hivi, shape ya nini iko hivi, lakini sisi kwa sababu tulikuwa na lengo la kufikisha ujumbe kwenye jamii, tumetumia shape ni kama klasi fulani ya kipato. Kwa hiyo ndio kama mtu labda ulikuwa una kipato cha kawaida, ni kama shape ya kipato cha kawaida. Nadhani mwamba anaumiza sana Chino. Chino. Unajua unasema na chibu. Hapana. Unajua sometimes unathink kutokana na aina ya muziki ambao unakuwa umepita nao. Nadhani sisi tumepita kwa level piano. Kwa hiyo tunaona kwa sasa hivi kidogo mwanetu Chino anapita sana na hivyo vitu. Pia blessings mule hata mabreak yale manini, unajua ile chapagia ile unajua. Unachapagia kichapa unajua. Sasa sikia. Kuna kitu kimoja kinaitwa ganji. Kwenye ofisi yenu mmekipa kipaumbele. Hebu nifafanulie ni ipoje hiyo? Kuna watu wanaweza wakawa wanaelewa vibaya sana. Kwa sababu unajua kila kampuni au kila biashara inafanya matangazo. Ndio. Na unapofanya matangazo, ili wale watu wafanye matangazo lazima uwalipe. Kwa mfano ukifanya matangazo na Azam Media, lazima utalipa hela, wao watakutangazia. Unafahamu? No matter mteja amekuja au hajaja, lakini wao unawalipa. Kwa mtu ambaye ataleta mteja kwetu, manake yeye amefanya tangazo la directly, yani amempa mteja taarifa na mteja amekuja kununua, manake wewe umeivaa kama, yani uchukuliwe kama Azam Media sasa. Umeenda kupeleka taarifa na mtu kaja. Kwa hiyo lazima tutakulipa kwa sababu umekuwa ambassador na umefikisha taarifa na watu wamekuja kununua. Big strategy ambayo tulikuwa nayo hapa ofisini, nani wazo la muda mrefu, lakini kila wazo linakuwa na muda wake. Na sasa muda wake wa kulitimiza umefika, that's why umeona tumelifanya. Tayari imekamilika na sasa hivi nadhani Jumatatu tunaenda kushoot video kabisa. Yes. Umejipanga. Kitu ninachokiamini kwamba kwenye hii sekta wewe ni mwanzilishi pia, hakuna kwamba mtu anaweza kujibrandi kama wewe. Una strategy, una mbinu nyingi. Siwezi kuamini kwamba hakuna, lakini kila mtu anafanya kutokana na uwezo wake wa kufikiria ambapo unaishia. Inawezekana mimi nimefanya hiki nikaona best, lakini akaja mtu mwingine akafanya best kuliko hichi. Kwa hiyo kila binadamu Mungu amemuumba akampa kitu cha tofauti ambacho anaweza kufanya na watu wakashangaa, why mtu kafanya hivi. Na kile kionjo fulani hivi unaweza ukakipiga kidogo hapa akapela nikakasikia kale kakijanja ni Kinyamwezi. Ile na pikipiki zetu zinafaa kutumika kuongeza shape. Umewaza bali. Hiyo shape sasa shape gani bwana? Shape wewe ukisikia shape unaelewa nini? Mimi najua mambo fulani ya
mjinjuko ambaye hapendi kichwa mviringo. Shape ni kama muundo tunasema. Shape ni kama muundo, sasa inategemea ni muundo wa nini. Okay. Ushanifahamu kuna shape unaongea muundo labda shape ya kitu fulani, labda shape ya gari iko hivi, shape ya nini iko hivi. Lakini sisi kwa sababu tulikuwa na lengo la kufikisha ujumbe kwenye jamii, tumetumia shape ni kama klasi fulani ya kipato. Kwa hiyo tunatumia kama mtu labda ulikuwa una kipato cha kawaida, ni kama shape ya kipato cha kawaida. Kwa hiyo tukasema pikipiki zetu zinafaa kutumika kuongeza shape. Kwenye back vocal unasikia ya kipato. Kumbe kipato. Yeah, of course. Basi vijana wangu wa hovyo bwana, anaongelea shape ya kipato. Unajua bwana mshamaanisha yani. Unajua back checker. Unajua pikipiki zinaongezaje shape zile? Mtu anasema bla bla, lakini tulikuwa na maana hiyo. Mimi nikajua bwana shape namba 8. Hapana, ni shape kukuongezea uwezo. Kama ulikuwa unaingiza buku, maana yake ukiwa na pikipiki, ukichukua pikipiki hapa kwa bei nafuu, utaweza kuingiza buku 2, buku 3, maana yake unakuwa umeongeza kutoka pale ulipokuwa. Bwana, cha kwanza niwape hongera kwenye hiyo sekta ya kufika mpaka kwenye kujipromote kwenye njia ya muziki. Hiyo ni idea mpya sana kwenye hili game la pikipiki used. Yani hiyo 100%. Sasa kingine kabisa, ndio nilikuwa napenda sana nikushukuru kwa kunipa wakati wa kuja ofisini kwako, nipokea blessing zako na mimi nakubariki kwenye ngoma yako unapoitoa ifike mbali. Nashukuru sana na nadhani Wiso Media watu ambao mtahusika sana kwa hii Jumatatu